Pewa nyimbo nyingi kwa ile siku solo nyimbo 4. Sababu akiingia anaogopa anashindwa. Akiingia anaogopa anashindwa. Kwa hiyo mimi kafanya nyimbo nyingi zaidi. Kwao nikagundua ni neema tu ya Mungu. Kwa kweli kwa mara kwanza unaogopa sana. Mimi nilipofika studio nimerekodi Wata Tabata. Nikawa siku ya kwanza ilikuwa ni ngumu. Yaani kwa natamani ifike tu nianze kazi, sio nifike aniache nikae muda mrefu. Na kwa naanza kukiwazia kile kitu kama Mungu hivi nenda. Karibu sana kwenye kipindi cha Studio Talks. Kama kawaida siku ya Jumapili saa 7 kamili mchana tunapata nafasi ya kuweza kutazama kipindi hiki bora kabisa kupitia kingamuzi cha Azam. Kama unacho basi namba 7 tunapatikana kwa uzuri kabisa. Lakini kwa wewe ambao unatazama kupitia kingamuzi cha Star Times channel namba 116, lakini pia wakazi wa Zanzibar tutazame kupitia Zanzibar Cable na ZMUX Decoder. Studio Talks ndicho kipindi ambacho kiko hewani. Lengo kubwa basi ni kuwafikia waimbaji wa nyimbo za Injili ambao, lakini kama kuna uigizaji whatever mwana sanaa, basi tunakaribisha kuweza kufanya interview, lakini pia kufahamu wapi changamoto, lakini pia maisha yao wapi wanapitia, lakini kazi zao basi harisi za miaka hii zimekuwa vipi. Siku ya leo studio basi nimebarikiwa sana na kuwa na mtumishi wa Mungu anaitwa Beauty, ambapo basi tutakuwa naye hapa takribani muda kadhaa hivi kwa ajili ya kuweza kuzungumza naye mawili matatu. Lakini kubwa zaidi mimi nikwambie tuko kwenye mitandao ya kijamii pia, tutafute kwa jina la Top Plus TV kwenye YouTube, Facebook na Instagram, utatupata kwa ukubwa kabisa. Naitwa Alfred Sindani, niko hapa kwa ajili ya kuweza kukuletea burudani hii. Lakini kabla sijaanza interview, umetazama burudani, wimbo wake mkubwa kabisa ambao unakwenda kwa jina la Mtakatifu. Yuko na mwanadada mashuhuri kabisa anaitwa Beatrice Mwaipaja, kuhakikisha kwamba basi mambo yote yanakwenda kwa uzuri kabisa. Moja kwa moja nikaungane na mgeni wetu kwa siku hii. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana asifiwe sana. Uko vizuri? Namshukuru Mungu niko vizuri. Namshukuru Mungu kufika hapa. Tunaiza sana kuwepo mahali hapa. Okay. Yeah. Okay, kwa mara ya kwanza unafika hapa katika studio za Top Plus TV. Pengine umejisikiaje? Mazingira yakoje? Nimefika hapa nimepapenda kwa sababu nimeona mazingira matulivu. Na mimi napenda sehemu tulivu. Kwa nimejisikia vizuri, na furaha na amani. Yeah. Bwana, karibu sana na hongera sana kwa wimbo mkubwa ambao unakwenda kwa jina la Mtakatifu. Asante, namshukuru Mungu. Lakini pia mtazamaji angependa sasa kufahamu, wewe mwenyewe ujitambulisha hapa, unaitwa nani? Japokuwa nimemgusia unaitwa Beauty, unatokea wapi kama mkazi wa Dar es Salaam na unajishughulisha na nini pia? Karibu mtazamaji anakutazama. Shalom wakazi wa Dar es Salaam na mikoa mingine. Naitwa dada Beauty, beautiful. Naitwa Beauty Kimetule. Ninawapenda sana. Mimi ni mwimbaji wa nyimbo za Injili Tanzania. Namshukuru Mungu sana kuwepo mahali hapa. Nimekuja hapa kuongea na nyie marafiki zangu, ndugu zangu, ili muendelee kusupport kazi zangu. Karibuni nimetoa nyimbo ambayo ya kumsifu Mungu. Inaenda kwa jina la Mtakatifu ni Bwana wa majeshi. Amen. Bwana, sawa. Karibu sana Beauty. Pengine mimi ningependa kufahamu ili jina la Beauty ni la kiwimbaji au ni jina lako halisi? Ile jina ni official. Yeah. La kwako G? Ndio, sio jina la ni official, ni G kabisa, sio la la kupewa na wazazi. Wazazi ndio walinipa ile jina. Okay. Toka nikiwa mdogo ya. Safari yako ya uimbaji pengine tungependa kufahamu ilianzia wapi, kwa sababu wengi wanakuambia mimi nilikuwa mwanakwaya, lakini mimi nilivutiwa na muimbaji fulani na mimi nikaamua tu kuingia sasa kwenye uimbaji rasmi. Kwako wewe ulianzia wapi? Kwangu mimi kuimba, obviously nimeanzia kwenye kwaya. Toka nikiwa mdogo nilikuwa naimba Sunday school. Nilikuwa nimeimba Sunday school, baadaye nikaanza kuimba kwaya za vijana nini kwenye makanisa tofauti. Nikiwa kama mara nyingi nilikuwa yani nikifika pale nakuta nawekwa
soloisti. Kwao mara nyingi nilikuwa naimba kwaya. Okay. Na kwaya yangu ya kwanza ambayo nimeimba imenitambulisha sana ni kwaya Zilitiririka kutoka Mbeya mjini, Mbeya Tukuyu, ambayo kipindi fulani ilivuma sana na nyimbo ya Zilitiririka. Sasa nilipokuwa naimba kwaya, nilikuwa nakutana na watu wengi wananishauri kwani usiimbe mwenyewe tu. Kwa sababu kuandika nyimbo naweza, kusoloisti naweza. Kwa nikaendelea, na sita, lakini baadaye kibali cha Mungu kipoamua, nikaanza kuimba mwenyewe. Kipi sasa ambacho kilikupa ujasiri mpaka ukaamua sasa kuingia kwenye uimbaji mwenyewe, kwamba hapa nilipoanzia mimi naweza kabisa? Yaani sio kwamba ujasiri sana, ila kuna siku tu nilikaa kanisani kana jifunza kinanda. Tulikuwa kwenye mazoezi ya uimbaji ya kwaya yani. Nikaa nilipokuwa kwenye kile kinanda nikaa na feel muziki fulani vya kumwabudu Mungu, ambao nyimbo yangu ya kwanza nilioimba tutembele Bwana, tutembele Bwana. Yani kwa naimba moyoni hiyo nyimbo huko najifunza kupiga kinanda. Na kinanda unaweza kupiga? Ni kidogo sana, sikuendelea tena zaidi. Sijajiendeleza, nilianza. Kuna utofauti gani yani kuna ladha ipi ya kuimba na kupiga kinanda? Yani kwenye kuimba na huko unapiga kinanda, yani kuna kitu ambacho cha ziada ambacho nakipata, kwa sababu unapiga kitu ambacho kinatoka moyoni na hisia unakuwa nayo zaidi. Tofauti na ile na kupiga mtu mwingine, unaweza kuwa unaimba na kitu fulani ambacho unakiimba ndani, unatamani ule mpiga kinanda apige kile kitu kiende kwenye feeling zile. Lakini unakuta kiende kule anakupeleka kwingine, kwa inabidi umfuate yeye anapoenda. Lakini kutofauti unapopiga mwenyewe kinanda ni kwamba zile feelings zako moyoni ndio utazitafuta pale kwenye kile kinanda. Kwa hiyo mimi nikatafuta ile, nikaimba ile nyimbo Tutembele Bwana, na nyimbo yangu wa kwanza ambayo nimeimba na inapatikana pia YouTube. Tutembele Bwana ni nyimbo ya maombi. Kwa namshukuru Mungu. Maisha ya uimbaji yapoje? Hebu mueleze mtu ambaye naye anatamani kuingia kwenye uimbaji baada ya kukuona huko live. Sasa upo kwenye kioo pengine, labda inawezekana kuna baadhi ya vitu ambavyo ninyi wenyewe mnaneemeka, lakini wengine wanatamani pia kuingia lakini wanashindwa. Maisha ya uimbaji yapoje? Maisha ya uimbaji ni baraka, kwa sababu tofauti nilivyokuwa naimba, cha kwanza unamkaribia Mungu zaidi. Tofauti nilivyokuwa tunaimba kwa na watu wengine, nilikuwa sichukulia uzito ile huduma yangu kama mimi. Nilikuwa tunaona tunaimba tu kwa pamoja, tusema tuombe hivi, lakini nilipoanza kuimba mwenyewe nikaanza kujifunza kumkaribia Mungu zaidi, kwa sababu kuna madhabahu utakutana nimealikwa, ninatakiwa niende pale nijikabidhi kwa Mungu, maana bila kujikabidhi kwa Mungu nitajikuta hata hofu ile nakuwa na ile hofu au nakuwa sijiamini. Kwa hiyo nikajifunza cha kwanza kwamba ni kumsogelea Mungu zaidi. Unapoanza kuimba mwenyewe unamsogelea Mungu zaidi, na unakuwa muda mwingi unakuwa unatumika madhabahuni. Kwa sababu utaitwa huku au utaenda kwenye huduma sehemu, ni muda Mungu unakuwa unajikuta huko busy na mambo ya Mungu. Kwa hiyo ndio nilichojifunza kuhusu mambo ya roho. Lakini kuhusu mambo ya mwilini pia nimejifunza kwamba kuhusu kama ukiwa unaimba, ukiwa mwimbaji, kuna vitu vingi sana ambavyo unakuwa unavipata wewe kama wewe. Kwa sababu kwanza unabadilisha muonekano wako, kwa sababu utaenda kwenye huduma unakutana na watu wa mikoa mbalimbali, watu wa nchi mbalimbali. Unaona watu ambao wanafurahi, ambao wanapendeza kwa Mungu. Kwa hiyo hata kama ulikuwa unajiona mnyonge, unajikuta unapata marafiki wapya. Yani tofauti na wale uliosoma nao au uliokaa nao mtani kwenu, unapata marafiki tofauti kabisa ambao kuwategemea. Kwa hiyo mimi nimekutana na marafiki wengi ambao kwa ajili ya kuimba. Wengi wanasema kwamba unapoenda kurekodi ikiwa siku ya kwanza unakuwa kama una hofu hivi, yani ni kama kitu kigeni. Kwako ilikuwaje siku ya kwanza? Yani mimi siku ya kwanza niseme uongo, mwenyewe niliogopa sana. Kwa nini? Kinachofanya uogope nini? Siku ya kwanza sijaanza kurekodi kwenye nyimbo yangu tu. Fikiria kwanza nilianza kurekodi nyimbo ya kwaya. Nyimbo zenyewe za kwaya nazo nilipata shida, ni siku ya kwanza kurekodi nilikuwa naogopa. Natetemeka, lakini katika wale watu ambao tulikuwa nao imbaji wengi, wanne masolisti, nikaonekana mimi ndio jasiri kuliko wengine. Japo mimi ndio nilikuwa najiona naogopa kuliko wengine. Ndio nikapewa nyimbo nyingi, kwa ile siku solo nyimbo 4. Sababu akiingia naogopa nashindwa. Akiingia
naogopa nashindwa. Kwa hiyo mimi nikafanya nyimbo nyingi zaidi. Kwao nikagundua ni neema tu ya Mungu. Kwa kweli kwa mara kwanza unaogopa sana. Mimi nilipofika studio nimerekodi Wata Tabata. Nikawa siku ya kwanza ilikuwa ni ngumu. Yaani kwa natamani ifike tu nianze kazi, sio nifike aniache nikae muda mrefu. Na kwa naanza kukiwazia kile kitu kwamba Mungu, hivi naenda kuimba nini? Hivi nitakachokiimba watu watakielewa? Yaani maswali mengi kama haya. Lakini unakuta umefika pale, Mungu anakusaulisha, unafanya kitu kizuri na watu natoa kitu kizuri, watu wanasema wow, anakuondoa hofu. Ndio. Hivi kuna utofauti gani kati ya mziki wa kuna utofauti gani mziki wa gospel wa zamani, mziki wa injili wakina hizo enzi hizo, nafikiri utakuwa umenielewa, na wa sasa hivi umekuwa vipi mziki wa gospel kwa sasa? Mziki wa zamani kama upi? Yaani kama kina enzi hizo sasa, kina Rose Muhando wa kipindi hicho, kina wanaitwa Janga la Soni wa kipindi hicho, na wa sasa hivi waimbaji akina nyie hapo na wale waasisi wa nyimbo za injili. Yaani tofauti sio kubwa sana, lakini inakuwepo. Sababu wale wenzetu walikuwapo wameanza na walikianzisha hichi kitu, walikuwa wengi, walikuwa kama walikuwa rohoni sana. Tazame huku. Ilikuwa sio rahisi mtu kuanzisha kitu. Yaani akakianzisha tu kitu kirahisi tu. Ndio maana unaona walikuwa na waimbaji walikuwa ni wachache na wengi walikuwa na toboa. Yaani wengi walikuwa nasikika kwa muda mfupi. Na nyimbo zao zilikuwa ni hot. Utunzi wa zamani na sasa hivi ni tofauti. Sasa hivi watu wanatunga kufuatana kuigaiga vitu. Yaani waimbaji wengi. Mtu akisikia labda kama ule melody fulani labda kwenye nyimbo fulani au kwa mtu fulani, unakuta vitu vinazunguka kama vile. Yaani hakuna vipya. Hamna vitu vipya.